Yes, Godfrey Mchungu, mwana falsafa, mchambuzi wa kimataifa. Stori kubwa duniani imekuwa ni bato katika mlango bahari wa Hormuz, na kwa upande wa Trump amekuwa akijaribu kuzitaka au kuzishawishi nchi washirika, hususan nchi za umoja kujihami wa NATO, ili wenyewe waweze kuingia katika kwenda kinachoitwa kile kwenda kuukomboa au kwenda kuudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Nafahamu kwamba mlango bahari wa Hormuz imekuwa ni mojawapo ya checkpoint ya kimataifa au tunaita katika uchambuzi power politics, yani imekuwa ikimpa nchi ya Iran turufu ya ulinganisho kwa wengine. Kwa hiyo kuendelewa kudhibitiwa kwa mlango bahari wa Hormuz imeweza kuyaibua mataifa mbalimbali ya nchi za Ulaya ikiwemo nchi ya Marekani kuhakikisha kwamba sasa wanaenda kujaribu kukomboa mlango bahari wa Hormuz. Ukimtazama au kusikiliza hotuba ya Mojtaba Khamenei, alisema wazi kabisa kwamba mlango bahari wa Hormuz utaendelea kufungwa na hakuna meli yoyote ambayo imekuwa ina uhusiano wa Marekani na washirika wake au na Israel inaweza ikapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo ukitazama ni kwamba hii checkpoint ya kimataifa au ya kijiografia imepelekea sintofahamu kubwa sana katika namna gani ambayo inaenda kupelekea mzozo wa nishati duniani. Unafahamu kwamba unapokuwa na nafasi nzuri ya kijiografia kama taifa, unakuwa na ushawishi na maamuzi kwa wengine. Kwa hiyo hiko kitazama kimeweza kumsababisha Rais Trump kuweza kukutana kwa mfano na waziri mkuu wa Japani, kuweza kuzungumza na kuwataka nchi za Ufaransa, Uingereza kuhakikisha kwamba wanakuwa sehemu ya kwenda kuunganisha nguvu kuweza kukomboa mlango bahari wa Hormuz. Na jana vile vile ametoa kauli ambayo kwa kweli inasikitisha, anasema kwamba tayari wao washashinda vita moja, lakini la pili hawataki usaidizi wa nchi nyingine yoyote ya nchi za NATO, kwa sababu NATO wamekuwa ni watu ambao hawana msaada wowote kwa nchi za Marekani. Marekani wamekuwa wakisaidia nchi za umoja kujihami wa NATO dhidi kwa mfano ya uvamizi wa Urusi, lakini wao pale ambapo Marekani wakiwa wanahitaji NATO wamekuwa sio sehemu ya msingi ya kwenda kuwasaidia. Sasa hii vile vile imepelekea au inapelekea namna gani uhusiano kati ya Marekani na nchi za Ulaya ni uhusiano ambao unatajwa kwamba usioeleweka, yani ni uhusiano ambao wa mashaka, tunasema ni relationship uncertainty, yani uhusiano ambao kiutazama umekuwa hauna muendelezo mwema. Na kimsingi ni kwamba ukitazama diplomasia ya Trump tangu amerudi mamlakani kwenye kipindi chake cha pili, ni kiongozi ambaye kwa kweli amekuwa haeleweki kwa maamuzi yake ambayo kimsingi amekuwa akiyafanya. Lakini vile kutazama kumekuwa kuna hoja kwamba umoja kujihami wa nchi za magharibi ambao ni NATO, Marekani inachangia zaidi ya 75%. Maana ni kwamba ukitoa Marekani katika umoja kujihami wa NATO, maana ni kwamba NATO inakuwa haina ushawishi wa kiuchumi, teknolojia wala nguvu za kijeshi. Sasa inashangaza taifa la kwanza kinara katika uchumi, katika ushawishi, katika kijeshi linaenda kuomba msaada kwa mataifa ambayo yanachangia takriban 25% ya bajeti ya kivita katika nchi za kujihami wa NATO. Kwa mfano nchi kwa mfano za NATO, kwa mfano ukiacha nchi ya Uturuki, nchi nyingine za NATO kwa mfano Ufaransa, Uingereza kwa mfano, Ujerumani, nyingi zilikuwa hazijiandaa kwa vita. Nafahamu tangu zimetoka katika COVID mwaka 2021 zikaingia katika uvamizi wa Urusi na Ukraine, bado nchi za Ulaya zimekuwa zikipitia katika recession kubwa zaidi, kwa maana kwamba katika mdororo wa kiuchumi. Kwa hiyo vile vile kauli ya Trump kutaka nchi za NATO kuweza kwenda katika Mashariki ya Kati, maana ni kwamba inatupa warakini namna gani huu mzozo sasa unaenda kuchukua taswira nyingine ya kimkakati. Lakini ukitazama vile vile inatufundisha kwamba namna gani sasa kila taifa kwenye siasa za kijiografia inakuwa kitu kinachoitwa limited resource, yani inakuwa na kitu ambacho tunamaanisha hata kama una nguvu kiasi gani, lakini still bado utakuwa kuna maeneo fulani yamekuwa yana udhaifu. Na hicho kimsingi ndio kinachotufundisha kuna mzozo wa Urusi na Ukraine. Kihistoria NATO ilianzishwa mwaka 1949 kwa kile ambacho kinachoitwa kuweza kupunguza au au nchi za Ulaya ya magharibi zisiingie katika ushawishi wa Usovieti. Tunafahamu baada ya mapinduzi ya Urusi mwaka 1917 ambao yaliongozwa na Lenin, na baada ya kuanzishwa kinachoitwa Warsaw Pact mwaka 1935 kule Poland, Urusi na Umoja wa Sovieti ulikuwa unajaribu kwenda
kuongeza ushawishi wake kwenye maeneo mbalimbali ya siasa ya jiografia, hususan nchi za magharibi. Na kwa mfano utazama mataifa kwa mfano Poland, Romania, Belarusi, Ukraine yalikuwa chini ya udhibiti wa Urusi. Kwa hiyo NATO ilianzishwa kihistoria kuondokana na ushawishi wa upanuzi wa ukomunisti katika nchi za Ulaya. Kwa sababu ukitazama vile vile ni wengi wa wasomi, hata binafsi nikitazama, ni kama ni mkakati ambao umeshindwa au hauna uhalisia, kwa sababu NATO ni zao la vita baridi. Of course sasa hivi kuna vita baridi ambayo imekuwa kiongozwa na Urusi dhidi ya Marekani au China dhidi ya Marekani kwa kile ambacho kinachoitwa vita vya kiuchumi. Lakini je, sasa hivi ukitazama bado Urusi ni tishio au bado Sovieti ni tishio katika nchi za Ulaya? Ukitazama, kwa sababu unafahamu Umoja wa Kisovieti ulianguka mwaka 91 pale ambapo nchi za Kisovieti ziliamua kutafuta uhuru wao au ziliamua kuamua mustakabali wao bila kutegemea chama cha Bolsheviki Party cha Urusi. Kwa kimsingi ni kwamba still kauli za Trump zimekuwa zikiibua maswali mengi. Moja, namna gani nguvu ya NATO ambayo imekuwa ikipitia kwenye changamoto mbalimbali, vita vya Urusi na Ukraine, recession, upanuzi kwa mfano wa Urusi kutaka kuichukua Crimea, kutaka kuimeza Ukraine, imekuwa ni sehemu ya msingi kuna kujadili nafasi ya NATO kuna usalama wa kimataifa. Kwa ukitazama bado bato kubwa duniani au bado bato kubwa ya kimkakati imekuwa namna gani mlango bahari wa Hormuz unaweza kuwa chini ya udhibiti na nani. Kiuchambuzi duniani kuna kitu ambacho kinachoitwa international checkpoint au mishipa ya damu ya uchumi wa kimataifa. Mlango bahari wa Hormuz moja wapo ya eneo la kimkakati zaidi ambalo limekuwa likivutia ushawishi sio tu vita vya Iran dhidi ya Israeli au katika mivutano ya kijiografia, hata kihistoria imekuwa ni sehemu ya msingi ambapo inatajwa kwamba ni maeneo ambayo yamekuwa yakigombaniwa zaidi. Kwa kweli huu mzozo ukiutazama umekuwa sasa unaingia kwenye sura nyingine. Namna gani kila taifa linaenda kudhibiti maeneo ya kijiografia, namna gani kila taifa linaenda kuwa na ushawishi kwenye maeneo ya kimkakati, namna gani maeneo ambayo yamekuwa yana potential, yana power politics yanakuwa sehemu msingi ya kuweza kuvutia siasa za kijiografia. Kwa hiyo Trump amezionya nchi za NATO, Trump amezikashifu nchi za NATO, Trump anaiona NATO kama haina msaada dhidi ya mzozo wa kimsingi ambao umekuwa ukiendelea. Na kimsingi ni kwamba ukisikiliza kwa upande wa Marekani na Netanyahu mwenyewe, chama chake cha Likud na IDF wamekuwa wakiendeleza kwamba wanasema kwamba sisi malengo yetu ambayo yametupelekea kwenda Iran kwa kiasi kubwa yameweza kufanikiwa. Yameweza kufanikiwa kiasi gani? Of course hiyo ni debate ya siku nyingine ambayo lazima tuweze kuangalia target, operation, tactics na malengo ambayo yote yamesababisha watu waweze kuelekea katika eneo mashariki ya kati. Kiujumla na kwa kuhitimisha, eneo la mlango bahari wa Hormuz limekuwa ni eneo kwa kweli likipelekea shida nyingine ya mzozo wa nishati, kwa sababu kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz maana ni kwamba mbolea haipiti, mafuta hayapiti, gesi haipiti, rasilimali muhimu ambazo zimekuwa zikitoka kwa mfano katika maeneo ya Asia, maeneo ya Afrika kuingia katika eneo mashariki ya kati limekuwa sio sehemu msingi katika kupita. Kwa hiyo ukitazama ni mzozo ambao kiutazama umekuja kugeuza taswira nyingine ya mivutano ya kijiografia. Na unafahamu mizozo ya kimkakati inapoibuka huwa inaibua changamoto za msingi tatu. Moja, changamoto za kiusalama; mbili, changamoto za kiuchumi; tatu, changamoto za ustawi wa mataifa. Kwa hiyo hii vita ukitazama inaenda kugusa ustawi wa watu, maana kwamba watu watakosa bidhaa za msingi za kimataifa. Cha pili, inaenda kugusa usalama. Unafahamu mpaka sasa hivi kutokana na tafiti za Global Security Index bado kuna mizozo mingi ambayo imekuwa ikitishia siasa, jiografia, ustawi, hata kuongezeka kwa silaha duniani. Lakini zaidi sana imekuwa imeenda kutishia uchumi, kwa sababu kukosekana kwa nishati muhimu ya mafuta inaenda kupelekea hali ngumu ya uchumi kwa mataifa mengi ambayo kutazama mafuta yamekuwa ni drive economy ya mataifa mengi duniani. Kwa kweli huu mzozo tunaweza kusema kwamba ni mzozo wa kimkakati ambao umekuwa ukitishia siasa, ustawi, nafasi za kijiografia, ushawishi, lakini zaidi sana usalama wa kimataifa ambao umekuwa ni sehemu ya msingi katika kudhibiti jiografia, ushawishi na hata rasilimali za msingi za ulimwengu. Godfrey Mchungu, mchambuzi wako hapa, tuendelee kwa pamoja. Subscribe.